Assalamu alaikum msikilizaji wa ZBC na kukaribisha katika kipindi hiki cha habari za mawio. Leo ni siku ya Jumatatu, Machi 17, 2025, sawa na mwezi 16 Ramadhani 1446 mwaka wa Kiislamu. Tunawaunganisha na maripota wetu asubuhi hii ni mimi Jamila Mtumwa na fundi mitambo Shawal Mohamed Sam. Na haya ni mawio yetu ya leo. Bahati mbaya sana njiani wakati wanakuja naye wakawa wanamshambulia kwa kipigo. Wamempiga mpaka kufika maeneo ya Sarajevo. Yule kijana kawa kaishiwa nguvu. Kwa hayo na mengine mengi ungana nasi hadi tamati ya kipindi hiki. Lakini kwanza na tusikilize wadhamini wetu. Discovery Enterprises Limited iliyopo Saateni Pinda Mgongo karibu na kituo cha daladala za magari ya shamba inawatangazia wananchi wote kwa jumla kuwa wanauza mabati kwa bei ya seli, mabati ya aina zote za rangi na kawaida kwa bei nafuu. Bati zao ni imara na zenye viwango vya hali ya juu. Bei zao ni sawa na bure. Zipo bati hadi za shilingi 12,000 tu. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nao kwa nambari za simu 0777415741. Nyote mnakaribishwa. Discovery Enterprises Limited wapo Saateni. Asanteni. Bikombo na Mwajuma, naona mmependeza, mnachichitiza. Safari ya wapi tena? Bwana wewe wa kunichukulia pesa zangu kuniezekea bati mbovu. Zile bati mbona mpya, si nimenunua dukani? Ama fundi kwa bati hizi leo kuntuangusha. Haizi mbati hizi ya nyumba ya vuja kachujio. Nimekuelekeza vizuri. Bati nzuri zinapatikana Rayani Mabati. Tena ofisi zao ziko pale Raha Leo. Pale kwenye Mkunazi pale unaposimama na daladala. Zanzibar nzima bati bora zinapatikana hapo. Achana na mabati ambayo hayana viwango. Sisi tunakopa ofa. Njoo ujipatie bati imara kwa bei rahisi ya ofa kubwa ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mabati ya futi 10 yenye mgongo 12 ya rangi na ya kawaida. Mabati bora aina ya Bushan yenye uzito wa kilo 6.5. Pia ukinunua mabati kutoka kwetu tunakupa garanti ya miaka 10. Bati zenye viwango bora na bei rahisi zinapatikana jumla na reja. Bati moja shilingi 17,000 tu. Kwa maelezo zaidi tupigie simu namba 0777577777. Wahi sasa, jipatie mabati bora na imara. Fika ofisini leo. Tunapatikana ofisi zetu mpya. Tupo Raha Leo kwenye Mkunazi. Utaona bango la kampuni Rayani Mabati. Ni hapo umefika. Nyote mnakaribishwa. Tunakianza kipindi chetu kwa taarifa yake Mcha Uthman. Uchafu uliokithiri Mtaki kwa Juni Bondeni unaodai kusababishwa na jaa lililosheheni tani za taka kwa muda mrefu bila kuzolewa linakosesha utulivu wa nafsi wakazi wa mtaa huo na kuhofia kutokea maradhi ya mlipuko. Tunasikitika sana kwa hapa uchafu wa taka. Ukipakwa chakula hutoa mwanzo kwa kula wao. Kwa hivyo jamani, tusaidieni, tufanye njia gani? Taka tena nyingi kweli kwa Juni Bondeni au maarufu kwa Juni Mzimni. Kwa hiyo tunaomba manispaa wajikwa hizi taka kwa kipindi cha Ramadhani kwa kweli. Jaa hili linatukera. Watu wanatupataka mpaka lafika chini ya milangoni mwetu. Halafu manispaa hawaji kuchukua. Hapa kuna vyuo, kuna watoto wanacheza. Yaani likipinduka hapa maradhi, basi tumekwenda sote. Mungu atunusuru. Hamtonioni huruma. Kila tukicha sisi nyumba ukienda hapa kushapasuka, ukienda huko pasuka. Kwa sababu ya jaa baya taka. Acid inapenya chini kwa chini. Tunaathirika hapa jamani, tunokaa maeneo haya nyumba. Usumbufu, watoto wetu hawezi kucheza nje. Watoto wadogo wanaweza kaenda akashika. Sio vizuri. Kwa hiyo lazima tufanywe maarifa ili jaa liondoke. Mazingira machafu. Yaani kama kuna uwezekano jaa liondoke. Bora ile kupita watu tunawapa pesa wanachukua taka ni bora. Hata kama wakipita kila siku basi ni bora tusikusanye taka majumbani, watu wao wanachukua taka. Make tuko sindo mbele ya nyumba ya jaa. Tushachoka kabisa. Kufuatia malalamiko hayo, Mawio yamemtafuta msimamizi divisheni ya usafi na usimamizi wa taka baraza la manispaa la mjini Ikram Jumanne Hamisi ili kutaka kujua ni sababu gani inaofanya taka hizo kutondolewa. Kiukweli swala hilo limesababishwa na sababu tofauti ikiwemo ukosefu wa mafuta kwa baadhi ya siku, lakini
lakini jambo kuu zaidi ni kuharibika kwa magari yetu ambayo yanapeleka taka Kibele. Ni swala ambalo lililopelekea kuzorota uchukuliwaji wa taka katika baadhi ya maeneo, ikiwemo eneo hilo ambalo linalalamikiwa, eneo la Mzimni. Lakini jitihada tulizozichukua sasa hivi kufanya operation kwa baadhi ya maeneo ambayo yanafanana na hilo, kwa kuondosha taka pamoja na kuyarejesha katika hali yake, na maeneo hayo kuweza kuwa safi. Sababu eneo hilo la Mzimni, kila eneo tunaloangalia sisi kama manispaa hatujaona mbadala wake. Kwa hiyo kama wananchi wanalo eneo jingine, basi waweze kufika ofisini na kuweza kupropose hilo eneo, watuambie wapi tukaeke hii huduma iendelee kutoka kama kawaida. Nikiripoti kutoka Juni wilaya Mjini, mimi ni Mcha Osman wa habari za Mawio. Kijana mmoja almanusra aiteme roho yake baada ya kuchezea kipigo cha paka mwizi. Salma Khamisi ana haya ya kusema. Kijana Ramadhan Makame Tajo mwenye umri wa miaka 20, mkazi wa Kwarara, ilibidi awahishwe katika hospitali ya wilaya ya Jitimai kwa ajili ya matibabu baada ya kushushiwa kichapo na wananchi kwa madai ya wizi wa ng'ombe. Tukio hilo limetokea juzi majira ya jioni huko shehia ya Tomondo, eneo la Sarajevo. Mjumbe wa sheha wa shehia ya Tomondo Zone C, Hassan Kipanga Abdallah maarufu Pompo, anaeleza tukio zima lilivyokuwa. Kuna kijana ambaye anasadikiwa alikamatwa na ng'ombe wa wizi. Tukio hilo limetokea Kwarara. Alipoulizwa ng'ombe umempata wapi, akasema kuna mtu kaniuzia maeneo ya Sarajevo. Kwa hiyo wakawa wanakuja naye maeneo ya Sarajevo kuja kupata uhakika wa yule mtu ambaye amemuuzia. Lakini kwa bahati mbaya sana, njiani wakati wanakuja naye wakawa wanamshambulia kwa kipigo. Wamempiga mpaka kufika maeneo ya Sarajevo, yule kijana kawa kaishiwa nguvu. Kwa hiyo pale inasadikiwa kwamba kuna defender ilikuja na ikamchukua. Kwa hiyo ndio story fupi ambayo tumepata. Katibu wa hospitali ya wilaya Jitimai, Seif Yahya Isa, amethibitisha kupokelewa kwa majeruhi huyo. Tulimpokea majeruhi Ramadhan Makame Tajo, miaka 20, mkazi wa Kwarara, na baada ya uchunguzi alionekana kuwa alipata majeraha makubwa katika sehemu za kichwa na mikononi. Alikuwa huduma na baadaye kulazwa kwa ajili ya kuendelea na matibabu zaidi. Kutoka Tomondo, wilaya ya Magharibi, mkoa wa Mjini Magharibi, Salma Khamisi wa habari za Mawio. Licha ya kupigwa kelele vitendo vya ukatili na udhalilishaji, lakini bado baadhi ya watu hutia pamba masikio yao. Sikiliza mkasa huu kutoka kwake Ridwana Khamis. Ali Tahiri Juma maarufu Raul, mwenye umri wa miaka 33, mkazi wa Mtendeni mjini Zanzibar, anayedaiwa kushindwa kuwapatia matunzo watoto wake na kumkosesha raha mtalaka wake kwa muda mrefu, anatafutwa na jeshi la polisi mkoa Mjini Magharibi kwa kumfanyia ukatili na udhalilishaji uliopindukia mzazi mwenziwe. Ilibidi awahishwe hospitali ya Rufaa Mnazi Mmoja anakoendelea kupatiwa matibabu. Mwanamume huyo mjeruhi vibaya sehemu za mbele za siri nyumbani anakoishi mlalamikaji Mtawaraha leo hapo juzi Jumamosi tarehe 15 Machi majira ya mchana. Akisimulia zaidi juu ya madhila yaliyomfika mwanamama huyo, ameeleza. Nilimpigia simu alikuwa mume wangu. Sababu nimempigia simu kuhusiana na huduma ya mtoto, alikuwa anaumwa. Sasa na yeye aliniambia sina ruhusa kumwambia jambo lolote kuhusu watoto wangu. Sasa nimempigia simu, mtoto anaumwa na yeye hana huduma ambayo anaileta. Ndio hasira zake kwa nini nimempigia simu. Akaja kwika tu akaanza kunipiga. Nikakimbia nikaenda chumba chingine, akanifuata huko akanikaba roho, kwa nimevaa nguo zikanifunguka, akaanza kunitia mikono sehemu za siri mpaka nikanavuja maji. Kwa sina nguvu ya kufanya chochote. Nimepiga kelele sana. Hakuna alokuja pale kunisaidia. Sasa hivi naumia, siwezi kutembea, hata kukaa siwezi. Ndio na maumivu makali. Ndio alikuwa ananiambia sehemu ya siri nataka nitoe. Dr. Shaban Yahya Rajab aliyemhudumia majeruhi huyo ameeleza madhara aliyopata na hali yake inavyoendelea. Tulimpokea mgonjwa majira ya saa 9:30 jana, amejeruhiwa sehemu za siri. Tulivyompokea alikuwa kwenye maumivu. Kwa hiyo baada ya uchunguzi ambao tuliofanya sisi, tukagundua kwamba ana hayo majeruhi katika sehemu zake za siri, ambapo tuliendeleza na matibabu mengine. Hali yake mwanzoni na sasa hivi imeimarika baada ya kuwa ameshapatiwa matibabu. Wakati huo mkurugenzi idara ya maendeleo ya jamii, jinsia na watoto, Siti Abasiali,
aliyefika kumwona mama huyo ametoa msimamo wa wizara kuhusu ukatili, unyanyasaji na udhalilishaji aliyofanyiwa mwanamke huyo. Kama wizara tunakemea na tumechukizwa na jambo hili kwa huyu bwana alilolifanya dhidi ya huyu mwanamke. Tukumbuke kuwa wanawake tuna haki zetu kama binadamu mwingine kwa mujibu wa katiba yetu ya Zanzibar, lakini kwa mujibu wa sera na sheria mbalimbali ambazo ziko nchini ambazo zinamlinda mwanamke. Lakini inapofikia hatua hawa wanaume, baba zetu, makaka zetu, wajomba zetu, mami zetu kufanya matukio kama haya ya kihalifu, na huyu alidhamiria kuua, kwa sababu jinsi alivyompiga huyu mama hadi kufikia hatua hii, sisi tunasema ni dhamiria kuua. Na kesi hii kwa vyote itakuwa imeripotiwa dawati la jinsia. Kwa hivyo tunaendelea kuzungumza nao, hili jambo tutalifuatilia, na tunaamini kuwa serikali yetu kupitia jeshi la polisi iko makini sana katika kuchukua hatua kubwa. Tunaloliomba kuwa jamii ikubali kutupa ushirikiano, kesi hii ikifika mahakamani wakubali kuja kutoa shahidi ili mtuhumiwa aweze kupatiwa adhabu. Kutoka hospitali ya rufaa Mnazi Mmoja wilaya Mjini, Ridwana Khamis wa habari za Mawio. Na sasa tumsikilize Mwanaisha Bakari anakuja na taarifa ifuatayo. Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala Zanzibar limesitisha kwa muda huduma za aina hiyo zinazotolewa katika kituo cha Uzima Sanitary Clinic kiliopo Welezo wilaya ya Magharibi A baada ya kugundulika udanganyifu unaofanywa baadhi ya wagonjwa wanaofuata huduma kituoni hapo. Akifafanua zaidi kuhusiana na hatua hiyo, kaimu mrajisi wa Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala Muhammad Omar Muhammad anaeleza. Baada ya malalamiko kwamba kuna ukiukwaji mkubwa wa misingi ya tiba asili, tumegundua kwamba ni kwa sasa hapa sisi tiba asili bado kuna udanganyifu wa wazi unaotokea hapa. Wanasema kuna kifaa kinachogundua maradhi mwili mzima. Bahati nzuri nilipata complaint ya mwanzo kwa mwananchi, tukaja hapa tukakagua na tukakikuta kweli hicho kifaa na tumekichukua. Lakini pia kuna mapungufu mengine mengi ambayo pia tulimfahamisha akaweza kurekebisha. Akaja mwananchi mwingine kulalamikia pia huduma hizi. Kwa hiyo tulipokuja tena hapa tukaweza kugundua kwamba kweli kuna udanganyifu wa hali ya juu ambao sasa mwananchi amekuja ana matatizo ya magoti, lakini akaonyesha picha za miguu. Lakini tumegundua kwamba amegoogle picha hizo katika mtandao, akamuonyesha mwananchi kwamba ni miguu ni ya kwake, lakini inaonekana kwamba ile si miguu yake, kwa sababu kwanza yeye alisema anaumwa na magoti na picha aliyoipata ni kwamba ya miguu. Kwa hiyo hao ni udanganyifu, na alishindwa kutoa maelezo kwa mteja wake kumridhisha kwamba tatizo ni miguu badala ya magoti. Swala jingine ambalo tumeliona hapa likiukwaji ni wa matangazo. Anatoa matangazo yanafika mbali, matangazo yanatoa taarifa ambazo si sahihi, kwamba watu wakija hapa kwamba wanapata huduma hii, kumbe wakifika hapa ni vitu tofauti. Mawio imezungumza na mmoja kati ya watu wanaodai kufanyiwa udanganyifu kituoni hapo na kueleza ilivyokuwa. Udanganyifu niliofanywa mimi hapo, nimekuja kwa shida ya magoti. Walitoa simu namba zao kwenye redio, mimi nikaichukua namba nikawapigia, nikawauliza, wakanambia tiba hiyo inapatikana njoo. Kwao nilipofika wakanambia itabidi wewe kwanza, mlangoni walichukua shilingi 10,000 ya kuonana na daktari, alafu baadaye wakaniambia kwamba kufanyia kipimo cha mwili nzima, yani mifupa yote mwili nzima. Kwa hiyo kipimo alichonifanya sikuridhika nacho, sababu walifanyia ni kifaa fulani, sieta ni kifaa gani, maana wamekizonga masola tape meupe, wakanipa nikiweke chini ya magoti. Baadaye wakanionyesha picha kwenye kompyuta ambayo ni tofauti kabisa na mimi mwenyewe. Mimi naumwa magoti, wao walinionyesha picha ambayo inahusiana na hapa karibu na nyayo. Wakanambia ndo matatizo yangu yako hapo. Nikiripoti kutoka Welezo wilaya ya Magharibi A, mimi ni Mwanaisha Bakari wa habari za Mawio. Kilio cha muda mrefu cha ukosefu wa barabara sasa chapata mnyamazishaji. Khadija Isa ana undani wa taarifa hiyo. Wananchi wanaotumia barabara ya ndani kati ya Masingini na Kijiti wameshusha pumzi ya kilio chao cha miaka mingi cha kero, adha na usumbufu waliokuwa wakiupata kutokana na ubovu wa barabara hiyo kupatiwa ufumbuzi wa kujengwa kwa kiwango cha lami. Mawio imeshuhudia furaha walionayo wakazi wa mitaa mbalimbali inayopitiwa na barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 8 iliyojengwa na kampuni ya Iris na Mawi, wakielezea faraja walionayo baadhi ya wananchi
hao wamesema miaka mingi sana hii barabara tunalilia sana itengenezwe, lakini Mungu kampa wepesi Mheshimiwa Rais akatulisikiliza vilio vyetu vya barabara, na tunashukuru mpaka sasa hivi. Tulikuwa tunapata shida sana, mashimo, vyombo vyetu vya moto vilikuwa vina mitihani. Yaani ni eneo masafa madogo, lakini unajikuta kwamba ni masafa kutokana na barabara ilikuwa ni mazingira ya hatarishi katika usalama wetu. Lakini sasa hivi tunafarajika, ni jambo kubwa kwetu sisi wananchi, tunashukuru sana. Tumehangaika sana, hasa sisi kina mama. Tumepitia changamoto nyingi sana mpaka tumefikia hapa. Na tunashukuru tena kwa sababu tulikotokea sio sasa hivi. Barabara ishapita, alhamdulillah rabbil alamin. Mkurugenzi mtendaji wa wakala wa barabara Mhandisi Cosmas Masolwa amewaasa wananchi wanaopitiwa na barabara hiyo pamoja na watumiaji wengine kuitumia kwa uangalifu ili idumu miaka mingi. Natarajia kwamba madereva sasa nao watatumia vizuri, wananchi watumie vizuri barabara hii. Lakini pia wamesikia wananchi walipofurahi, wameshatatuliwa. Nikiripoti kwa habari za Mawio ni mimi Khadija Isa. Mkuu wa chuo cha afya, sayansi na teknolojia Victoria kilichosajiliwa na NACTE kwa namba za usajili Reg mkwaju Has mkwaju 277P anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026 katika fani zifuatazo: Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya afisa tabibu. Sifa za kujiunga ni alama D4 za kidato cha 4 zikiwemo Physics, Chemistry na Biology. Diploma in Pharmaceutical Sciences, yani stashahada ya ufamasia. Sifa za kujiunga ni alama D4 za kidato cha 4 zikiwemo Chemistry na Biology. Diploma in Education Science and Art. Sifa za kujiunga ni alama 5 za kidato cha 4. Certificate in Early Childhood Education, yani cheti cha ualimu wa maandalizi na malezi. Sifa za kujiunga ni alama D4 za kidato cha 4 zikiwemo English na Kiswahili. Pia kwa wahitimu wa kidato cha 4 waliofaulu kwa alama D2, chuo kinatoa kozi zifuatazo: Laboratory Assistant, yani msaidizi wa maabara; Business Operation Assistant, yani BOA; Medical Attendant Course, yani Orderly; Information Communication Technology ICT. Chuo kipo Bububu Kijichi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari zifuatazo: 0776805783 au 0717401028 na 0779900529. Na kwa upande wa Pemba wasiliana nasi kwa namba zifuatazo: 0714105725 au 0777718443 au tembelea website yetu www.vistis.ac.tz na kwa email info@vistis.ac.tz. Vile vile huduma za hostel zinapatikana. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Victoria Institute, after darkness comes light. Elimu ni njia ya maisha bora, lakini Zoe ni mlango mpana wa ajira yako. Jiunge leo na Zoe Institute ili ujifunze kozi za lugha zifuatazo: Kiingereza, Kijerumani, Kichina, Kifaransa, Kipola, Kiarabu, Kirusi, Kihispania, Kitaliano pamoja na lugha ya Kiswahili kwa watu wazima, hasa wale wasiojua kusoma na kuandika. Zoe pia inafundisha lugha ya Kiswahili kwa wageni wa mataifa mbalimbali. Zoe inatoa mafunzo ya kompyuta, video production. Zoe inatoa mafunzo ya urembo, yani makeups, kama vile uchoraji wa piko na hina, ususi na utunzaji wa nywele pamoja na upambaji wa masteji. Zoe inatoa kozi za utalii kama vile tour guiding na front office management. Zoe inafundisha kazi za ushoni, kushona, kudarizi na ubunifu wa mavazi aina zote. Zoe inafundisha upishi na upambaji wa keki. Zoe inafundisha udereva wa vyombo vya moto aina zote pamoja na tuition za masomo. Kumbuka, kipindi chote cha mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mafunzo na masomo vitaendelea kama kawaida na mwanafunzi atachagua muda ambao kwake ni muafaka. Wahi leo, kwani fomu za kujiunga zinaendelea kutolewa. Kumbuka, Zoe inapatikana Amani kwa Bopar na Amani mkabala na uwanja New Amani Complex. Kwa mawasiliano na maelezo zaidi, piga simu namba 0672705353 au 0776330028. Zoe Institute inawatakia Waislamu wote Ramadhani Karim. Kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Kipindi chetu cha habari za Mawio kwa leo hii kinaishia hapa. Mimi Jamila Mtumwa na fundi mitambo Shawal Muhammad Sam. Tukutakie Ramadhan Karim. Kwa heri.